Tunaendelea kurusha matangazo haya na sasa ni wakati wa mahojiano katika yale ambayo tunajitahidi katika kuelekeza ni kwa namna gani nguvu zetu zinakwenda sawa na maendeleo ya ulimwengu. Utandawazi na nafasi yake pamoja na uwepo wa AI ama akili unde, wengine wakisema akili mnemba, ina nafasi gani katika kusogeza kukusaidia wewe kutimiza malengo yako ya kikazi? Leo tunaangalia ni kwa nafasi gani utatumia akili unde ili iweze kukusaidia kuweza kupata wateja na kuweza kufikia masoko kama inavyohitajika. Leo tutakuwa na mtaalam wa masoko ndugu Salma Mazana. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante. TBC2. Nashukuru sana. Tuna kila sababu ya kusema teknolojia inatupatia nafasi ya sisi kujifunza vitu vingi zaidi. Yes. Na upande wenu wa masoko, tunataka tufahamu, je, akili unde ni tishio ama linakwenda kutupatia nafasi ya kukua? Kwa kweli sidhani kama ni tishio, bali inatupa tools ambazo zinatusaidia sisi kuweza kufanya biashara zetu kwa usahihi na kwa mifumo ambayo inatusaidia kuperform kama wafanyabiashara ambao dunia ipo kwenye teknolojia. Dunia inapoelekea kukua katika teknolojia, Salma, Yes. Tunaangalia ni kwa namna gani masoko ya kimataifa yanavyoweza kujiunganisha, Yes. na Watanzania na Afrika kwa pamoja. Zamani katika matumizi ya njia za kawaida zilikuwa zina matokeo gani na sasa hivi matokeo yapoje kwa wale ambao wanatumia AI ama akili unde katika kukuza ama kuendeleza biashara zao? Kwa kweli ukilinganisha masuala ya zamani na sasa hivi, performance sasa hivi ni kubwa kutokana na speed, time na ukaribu kati ya mfanyabiashara na mtoa huduma na mpokeaji huduma. Maana yake ni kwamba unapokuwa mfanyabiashara, ukitumia hizi tools zinakusaidia kufika kwa urahisi kwa wateja wako kuliko zamani. Zamani ilikuwa inachukua muda kidogo, inachukua zana ambazo zina speed na kasi ya teknolojia. Kwa yule ambaye atumii akili unde, Yes. kasi inakuwa ndogo, hawezi kuwafikia wengine. Yes. Moja kwa moja. Salma, miaka 5 ijayo unatamani kuona wafanyabiashara wakitumia AI kwa nafasi gani ili iweze kuleta matokeo chanya? Of course lazima utumie kwa nafasi kubwa sana kwa sababu biashara inakuwa, haturudi nyuma. Kwa hiyo kama wewe mfanyabiashara lazima uji-equip kwenye hizo zana ambazo zitakusaidia kwenye uzalishaji, kwenye kuproduce vitu ambavyo ni vikubwa zaidi vinavyoendana na soko ambalo linahitajika duniani. Kabisa. Kwa sasa tupo katika dunia ambayo tunahitaji kushirikiana zaidi na teknolojia. Yes. Kitu ambacho akikwepeki kabisa. Yes. Mitazamo ipoje hasa nyie kwenu kwa wataalamu wa biashara juu ya watu wanaposikia tutumia teknolojia ama wanafikiria nini zaidi? Of course kwa watu inawapa hofu, kuna watu wako okay na hiyo kwa sababu kuna mwingine anahisi teknolojia itachukua nafasi yake kwenye kazi. Dio. Lakini mimi siamini kwenye hilo kwa sababu kwa mtu ambaye ana uwezo wa kutumia hizi tools zitamkuza zaidi kikazi, na yule ambaye hayuko tayari kuinvest kwenye hizi tools hatopata matokeo ambayo anatarajia. Maana yake ni kwamba tunatakiwa wote tuende nayo sambamba ili tuweze kuzalisha katika hali ambayo iko sawa zaidi. Asante sana. Kwa mtazamaji ambaye unazidi kututazama, ni kwamba tunatazama kwa namna gani akili unde inavyoweza kuleta matokeo tofauti katika dunia ya kibiashara, na lengo kubwa ni kutazama kile ambacho mtaalamu wa masoko anazidi kutuelezea. Hofu kubwa, Salma, unaweza ukasema mimi ni mfanyabiashara wa kati, Yes. na mfanyabiashara wa chini. Yes. Huenda matumizi ya akili unde inahitaji watu wenye mitaji mikubwa. Yes. Ama watu wenye uelewa zaidi juu ya hili. Ushauri wako ni upi na nini unatamani kumwambia yule mfanyabiashara wa chini na wakati ili aweze kupata matokeo chanya? Kwa kweli kwa kutumia hizi tools zinafanyika kwa gharama nafuu zaidi. Kwa mfano miaka ya zamani ilikuwa mfanyabiashara ili aweze kupeleka tangazo lake lazima ajiri mtu amtengenezee zile posters. Lakini sasa hivi kutumia hizi simu zetu unahitaji kuwa na internet tu, unaingia kwenye ChatGPT, unatengeneza tangazo lako, you post kwenye social media zako. Maana yake ni kwamba labda ungetumia 300,000 kumlipa mtu wa kutengeneza tangazo. Sasa hivi unaweza kutumia gharama ya 50 tu na tangazo lako likafika kwa watu ambao umetarget kwa ajili ya biashara yako. Unafikiri haiondoi uhalisia? Maana kuna wakati kumtumia mtu kuna nafasi yake. Lakini pia kwa matumizi ya AI pia zina nafasi yake. Wewe unafikiri kwamba kwa yule mteja ambaye anaangalia anasema hii ni AI, Yes. huenda ikatoa uzito wa mauzo na manunuzi, au unafikiri mapokeo kwa wateja yapoje mpaka sasa hivi? Mfanya biashara anatumia AI au anatumia watu? Nafikiri kila mtu ana mapokezi yake, lakini mimi naamini kwamba
kila kitu kina ubora wake kutokana na teknolojia na tools ambazo natumia. Kwa tuamini hapo katika nafasi ya mteja katika kuamini kwa taaluma ya masoko pamoja na teknolojia kwa sasa. Unaviona mienendo ambavyo wafanyabiashara wengi wanafanya sasa hivi hasa kupitia mitandao ya kijamii. Je, wako sawa au nini waongeze ambacho unaweza ukahisi kisikielewi na tamani wangefanya hivi zaidi ingekuwa vizuri zaidi? Wewe unaonaje mienendo yao sasa hivi? Kwa uhalisia sisi kama Tanzania tupo kwenye hatua za awali kutumia hizi tools ambazo zinapatikana duniani kwenye masuala ya masoko. Kwa hiyo mimi tunapiga hatua. Siwezi kusema kama tuko nyuma au tuko mbele, lakini tunapiga hatua. Na kwa namna wanavyofanya nafikiri wanafanya vizuri. Hatuko vibaya sana. Hatuko vibaya sana. Tupo tunaelekea kwenye kuwa bora zaidi. Maboresho gani yafanyike? Tujifunze zaidi kwenye skills, kuweza kama vijana lazima ujue kupata data, ujue namna kuchakata hizo data, namna kusoma taarifa ambazo tunapewa na hizi AI. Kwa sababu AI sio mwanadamu, ni mashine. Lazima uipe taarifa ambayo sahihi. Kwa hiyo kupata taarifa sahihi lazima wewe ujiridhishe kwa maana kama nimepata majibu ambayo ni sahihi, yatanisaidia kwenye maamuzi yangu binafsi, kwenye biashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe ambao unaitumia hiyo mashine uwe na uelewa nini unataka, na lazima ujue namna ya kuicommunicate hiyo AI iweze kukupa majibu ambayo ni sahihi. Hamjawahi kufikiria kama wataalamu wa masoko kwamba kuna ulazima wa kufundisha hizi tools za masoko na tools zingine muhimu kwa ajili ya matumizi ya akili unde katika ngazi za vyuoni? Of course lazima, ni kama serikali na kama sisi watu wataalamu wa masoko lazima watu wajifunze. Sio tu watu, kila mtu, kwa sababu dunia inakwenda kwenye teknolojia hiyo. Lazima tuambatane nayo. Kwa hiyo kujifunza kwa wanafunzi, vijana wadogo, lazima tuende, hata wazee ambao tayari kwenye biashara, kwa sababu maisha hayajasimama, yanasonga mbele. Maisha hayajasimama, yanasonga mbele. Tunatamani kuona tunakuwa zaidi sana. Yes. Na jambo ambalo la mvuto ni pale tunapoona mikakati rafiki imewekwa katika kufikia soko la Afrika na soko la kimataifa. Ubora wa bidhaa zetu zinavyoonekana katika mitandao ya kijamii kwenda kutafuta masoko. Ni kile ambacho ninyi mnatamani kukiona ama tuongeze nguvu wapi? Nafikiri tunapiga hatua. Hatuwezi kusema kama tuko vizuri sana au tuko vibaya. Tunaelekea vizuri. Tunajaribu kama Tanzania, kama Afrika, tunajitahidi kuboresha bidhaa zetu zionekane katika kwenye standard ambazo zipo kidunia zaidi. Lakini nafikiri tunaenda vizuri, sijaona kama tuko vibaya. Kama tunaweza kujifunza, tunaweza kukubaliana na mabadiliko katika mitaalamu ya biashara na product na kuzibrand. Nafikiri tunaenda vizuri, hatuko nyuma. Asante. Tunapoelekea kutamatisha, Salma Mazana, ni kwamba kwa kijana ambaye anahitaji kuwa bora katika matumizi ya hizi tools ama hizi vipashio kazi, ni kwamba kipi ambacho anapaswa kukisoma vizuri? Unamshauri akitazame hiki, atazame kile, atazame na hiki, ili azidi kuwa bora zaidi kwenye upande wa masoko na biashara? Kwanza awe na communication ambazo, ana good communication skills, kwa maana ni kwamba aweze kujua namna gani ataicommand ile mashine iweze kumpa taarifa ambazo anazihitaji, kwa sababu kila kitu ile AI unabidi wewe uifeed, kama tulivyosema information, uifeed taarifa ambazo ni sahihi. Maana lazima ujue namna bora na strategy za kuingia kuweza kufanya nini, kuicommand ikupe majibu ambayo ni sahihi. Lakini pia lazima ujue namna kuchakata hizo data kama tulivyosema. Lazima ujue kuzisoma, kuzielewa, ili uweze kuziapply kwenye biashara yako kama mfanyabiashara au kama mtu wa masoko na vitu kama hivyo. Asante sana mtaalamu wa masoko kutoka TAP BDS, ndio? TAP BDS. TAP BDS. Yes. Ni hatua nzuri ambacho sisi tumekitazama, ni kwa namna moja ama nyingine Bi Salma Mazana ametujuza ni kwa namna gani biashara inaweza ikakua na masoko yakapanuka zaidi pale ambapo sisi tumeamua kutumia AI kuwa msaada na si tishio. Nikushukuru sana Bi Salma. Asante sana kwa muda huu.